Hello my people. Video hii naomba tuongelee entertainment kidogo. Kwa Tanzania naona kuna mijadala mingi kwenye mitandao. Mijadala mingi, lakini to be honest, Diamond naweza nikasema Mwenyezi Mungu alikutoa kwenye familia umaskini na akakufikisha hapo ulipo na akakupa riski. Kiasi kwamba kwenye riski kiukweli Mungu kakupa. Lakini tujue kwamba mziki, entertainment ilivyo, mziki unakuwa una stage. Unaona, kuna muda ukifika hata ufanye nini huwezi kuwa pale unapopataka. Unaona, nitoe mfano tu. Unaona, kwa East Africa mpaka leo hakuna msanii yeyote yule kwa East Africa ambaye ana rekodi ya Mr Nice. Mr Nice nchi zote alizokuwa na perform kwenye enzi zake alivyokuwa kwenye top, Mr Nice hakuwahi kuperform club. Mr Nice hakuwahi kuperform bar. Mr Nice hakuwahi kufanya vitua vya kwenye mabaa kama mfano retro tour. Retro tour inafanyika tu sehemu, yani ni viwanja vya ovyo ovyo. But Mr Nice alikuwa akiperform ni kwenye viwanja. Yani we talk about stadium. We are talking about stadium. I mean it. I mean stadium. When akienda kuperform, yani ni yale mawanja makubwa. Yani stadium capacity watu wa 20, 30 kuendelea, na zote zilikuwa zina sold out. Can you imagine Mr Nice alikuwa anapiga sold out kwenye viwanja enzi hizo? Kulikuwa hakuna chawa, hakuna hao wachambuzi, hakuna Instagram, hakuna WhatsApp. Sijui unanielewa? Kulikuwa machawa, kulikuwa wachambuzi, kulikuwa Instagram, kulikuwa sijui hivi TikTok, sijui Snapchat, sijui nini, hivyo vitu vilikuwa kulikuwa hakuna kiki enzi hizo, ila kulikuwa tu drama za magazeti za udaku za Eric Shigongo nini, yale ndo alikuwa on the top. No. Ukitaka kuwasiliana na mtu kipindi hicho ilikuwa ni email, na email hiyo mpaka uende kwenye cyber cafe zile, unakaa unalipia sijui dakika ngapi nini, unaanza kuangalia email Yahoo. Kulikuwa Gmail. Gmail ilikuwa haipo, ilikuwa tu ni yahoo.fr. Kulikuwa na BBL, baadaye kaja sijui ule mtandao unaitwa Imo, sijui mnaukumbuka, na kukawa na Facebook ambapo baadaye ndo Facebook Messenger nini hivyo. My point is, Diamond honest, una pesa lakini una roho mbaya. Huwa hutaki kuona watu wanafanikiwa. Leo hii tukija kwenye wasanii wanaojulikana duniani, huwezi acha kumtaja Rayvanny, because Rayvanny ndo msanii pekee ana BET award ambayo hata Diamond hujawahi kushiriki. Diamond hujawahi hata kuwa yani sijui nikwambieje, ambao hujawahi kuchukua ile award, ila Ray kaichukua. Ni miaka mingapi imepita toka Ray achukue BET award? Miaka mingapi? Ni miaka isiyokuwa na hesabu. Ni msanii gani ambaye kashalikwa hata na kwenda kuperform hata sijui wapi nani? Ni msanii gani anatambulika na FIFA kama sio Rayvanny? Rayvanny kaitwa na FIFA kuperform kwenye FIFA World Cup countdown ceremony. Rayvanny ka perform. Ile show ilikuwa live dunia nzima. Show imetizamwa na mabilioni ya watu, dunia nzima wametizama ile show. Dunia nzima wamemwona Rayvanny, dunia nzima. Hivi uogopi kujiuliza, kipindi Rayvanny ana perform, marais wote wa dunia, Donald Trump alikuwa anamwangalia Rayvanny. Donald Trump yuko anaangalia Rayvanny, tetema. Donald Trump anaangalia tetema.
Ukiachana hivyo, Putin mwenyewe kaangalia show ya Rayvanny. Ila leo mnachukulia ile shweti kitu cha kawaida. Okay, Rayvanny alichukua BET Award. Walisema hicho kitu cha kawaida, Diamond na atachukua in time. Kiko wapi? Miaka mingapi imepita? Ameperform FIFA World Cup. Eti kitu cha kawaida? Really? Okay. Kipi ambacho mnataka Rayvanny afanye ili aonekane amefanya kitu kikubwa? Na kwa nini Diamond, kila msanii ambaye alitoka WCB lazima umtengelezee mazingira awe adui wako? Alikuwepo alianza kutoka Rich Mavoko. Mlitumia nguvu sana kuonyesha Rich Mavoko mtu mbaya, Rich Mavoko hafai, Rich Mavoko dedede, Rich Mavoko dalala, Rich Mavoko CCC. Ameondoka Harmonize, drama zilikuwa nyingi kiasi kwamba hata mimi mwenyewe kuna kipindi mliwahi kuniaminisha kwamba Harmonize ni mtu mbaya. Unaona? Lakini end of the day nikaja kugundua okay, Harmonize hana kosa. Alivyotoka Harmonize tena na ikageuzwa kuwa adui namba 1. Baada ya Harmonize amefuata Rayvanny. Lakini Rayvanny na alivyotoka, ulimchaji hela ndefu, kalipa. Ukifanya naye collabo is like kama unamchoresha. Na kuambia watu unamchoresha, tunamchoresha nini. Mwisho wa siku Rayvanny naye umeshamgeuza adui mpaka leo. Na kumgeuza Rayvanny adui ni ile kila unachoambiwa kuhusu watu wewe unakipokea, tunaweka moyoni na kukijudge the same time, kuona okay is real na kumcut off mtu. No. Sio kila ambacho unaletewa mezani unakipokea na kukielewa. Diamond, badilika. Mtu anakuletea story, kaa chini, zitafakari, zichunguze, au mpigie mhusika simu, Ray, bwana nasikia 1 2 3, kwa nini hivi? Na umsikie upande wake. Ukishamsikia utajua au machao ambao wanakuletea hizo story wanawagombanisha. Ukishajua wanawagombanisha, kuwa na decision action. Usiwe hivyo. Kwa nini unakuwa hivyo? Haya, Ray naye kawa adui. Sawa. Mbosso sasa hivi naye kawa adui namba 1 wa Diamond. Mbosso alitangaza kutoa EP yake, Room number 3. Siku anatangaza kutoa, siku ambao ndo anataka kuachia, ameshalipia kila kitu. Hukujali mtu kashabook kila kitu, kashalipia gharama nyingi, Mlimani City kashafanya nini, hukujali hicho kitu. Wewe the same day, siku ambao ndo anafanya, wewe unapita unaenda kuachia wimbo wa wewe na Bien, sijui ndo Katamu sijui nini, ukaachia ile nyimbo. Mbosso aliumia, honest. Mbosso aliumia kwa sababu ulimuingiza hasara nyingi mno, mpaka wadau wa pembeni ndo tukaanza kuchanga tena kubook tena nini, kwa sababu pale umeshalipia magharama yote. Ile siku kama imepita, ukitaka siku nyingine unalipa upya. Hawajali Mlimani City, mpaka wadau wa pembeni ndo uchange nini rebook tena. Hukujali hasara ulizomuingiza. Mbosso watu kavumilia, kaachia nyimbo. Alivyoachia ile EP, wewe Diamond ulikuwa unajua tu, yani lengo lako nataka mtu akitoka apotee ili endelee kuonyesha okay hawezi weza without Diamond. Bro, you are wrong. People can do it without you. Unaona? Ametoa EP imeenda viral, Power imeenda, nyimbo zote zimeenda viral, mpaka ile nyimbo yako Katamu ikafutika. Umeona nyimbo yako Katamu imefutika, isikiki. Mbosso kawa tena adui. Mpaka leo Mbosso umemgeuza adui namba 1. Ukiulizwa Mbosso kakukosea nini, hauna majibu. Ukiulizwa Mbosso kafanya nini, huna majibu. Why unakuwa na romba kiasi hicho? Bro, acha wengine wafanikiwe, wewe sio Mungu. Hujawahi kuwa na umaarufu kama Mr. Nice. Mr. Nice alikuwa anatembewa na pesa kwenye buti ya gari Mark 2. Inajaa hela. Iko wapi leo? Hebu badilika bwana, acha Roza korosho, acha watoto wapige kazi. Awamu yako imeshaisha futika. Ndio maana hata nyimbo unazozitoa sasa hivi zinasikika siku 2 siku ya 3 zimepotea. Achana na watoto wapige kazi.